Kasongo yeye. Mombali nanga. Odi. Marehemu pita. Songa libala. Oh yeye. Habari kiongozi? Nzuri, habari? Safi, habari ya kazi? Nzuri, kusaidieni? Kiongozi samani, nimepata taarifa wakati jana mpo kwenye kazi ya doria usiku. Sawa. Kuna sister mlimkamata anaitwa Rozi. Anaitwa Rozi nani? Rozi Samuel. Okay, Rozi Samuel eh? Ndio. Rozi Samuel. Ya, Rozi Samuel yupo. Tulimkamata mida ya majira ya saa 7:28 usiku. Ni kweli ndio. Ni nani yako? Yule ni jirani yangu. Nilipo napokaa mimi ndipo napokaa yeye, tumepanga sehemu moja. Sawa sawa. Kwa hiyo shida? Nilikuwa nimekuja kama kumtolea dhamana. Kumtolea dhamana. Unajua kosa la Rozi? Hapana kiongozi. Rozi tumemkamata saa 7 usiku katika wale dada wanaojiuza usiku. Ndio. Kwa hiyo tumemkamata maeneo ya Kitambaa Cheupe akiwa na wenzake wanajiuza. Hapo serikali imekataza. Sawa kiongozi. Inawezekana kumtolea dhamana maana ana familia. Naona familia yake nimekuta iko kwenye hali ambayo sio kawaida ndugu yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba nimtolee dhamana. Sasa swala la dhamana hapa, kutokana na hiki kitendo imekuwa ni endelevu, wanakamatwa wanakuja wanatolewa dhamana alafu wanarudia tena. Kwa hao waliokamatwa usiku wa jana, dhamana haitakuwepo kwa sababu itabidi waende mahakamani ili wafundishe kwa wengine. Kiongozi wangu, mimi labda nikuombe kitu kwa sababu kama nilivyokuelezea Rozi ana familia na familia yake tangu jana mpaka sasa hivi ninavyokuambia nimekuta yani inahangaika sana mpaka sasa hivi haijala na haijamwona mamao mpaka sasa hivi, yani inatia huruma kiufupi. Ningeomba unisaidie kiongozi wangu. Okay sawa. Lengo ni kumsaidia Rozi, si ndio? Sawa kiongozi. Sasa hebu andaa shilingi 50,000 hapo kwa sababu nafanya taratibu kinyume na sheria. Tunafanya kwa maana kumsaidia. Nikuombe kiongozi usaidia kwa sababu hiyo pesa kweli hali ya kwangu ni changamoto. Nilikuwa na kiasi kidogo cha fedha, unisaidie. Kiasi gani? Nilikuwa shilingi 10,000 tu, naomba nisaidie. 10,000? Wewe acha, usituharibie mudi. Hivi wewe unaleta utani kwenye kazi, si ndio? Wewe unaona kwamba uje kunipa mimi shilingi 10,000? Niharibu kazi kwa ajili ya shilingi 10,000? Kiongozi, nilikuwa naomba nisaidie kwa sababu sijapenda kufanya hivyo, lakini hali yangu ya mfuko mimi haiko vizuri. Nisikilize. Bila shilingi 50,000 hapa Rozi hawezi kutoka, sawa? Hebu ondoka. Ukija uje na shilingi 50,000. Ondoka. Sawa kiongozi. A few moments later. Samahani kiongozi. Maana nimejaribu kuvumilia lakini nimeshindwa. Hii ni moja ile familia niliyokuambia ni mtoto wake. Kwa hiyo kwa jinsi watu wanavyohangaika pale nikaona sasa sina msaada mwingine zaidi kwa kuleta hapa mama walipo. Kwa hiyo wewe umeona hiki ni kituo cha kulea watoto wazima, si ndio? Unaletea mtoto hapa. Kiongozi, sasa mimi ningefanyaje? Kwa sababu kiangalia mimi nikuelekeza uhalisia. Huyu dada na familia mtoto kama wewe unavyomuona. Sasa nitampeleka hapa takana. Wewe unatufundisha kazi? Unaletea watoto hapa? Afande. Sina jinsi. Nilikwambia bila shilingi 50,000 Rozi hawezi kutoka. Ondoka. Kiongozi. Sawa lakini nimepiga. Lakini kumbuka mimi nilikwambia uhalisia wa mtoto. Yule ndo mama yake. Hana kuishi naye zaidi ya mama yake aliyemzoea. Unahisi mimi ningemsaidiaje? Nisikilize. Mimi sitaacha kumsaidia tena huyo mtoto zaidi kumfikisha hapa. Wewe ndio unaishi na mama yake, unajua alipo. Ndio jinsi ya kumsaidia. Tata. Jambo. Amkia. Marhaba. Usiogope. Sawa? Kelele huko. Rozi ndo nani? Nipo. Pita huko. Mungu si kiziwi. Alipangalo Mungu hawezi kulipangua. Aya. Simama hapo. Rozi. Wewe unamfahamu?
Binti yangu afande. Mwanao? Yaani kumbe mnaenda kufanya biashara zenu za kujiuza huko, mna watoto mnaacha nyumbani, si ndio? Kwa nini nafanya hivyo? Haya, 50 ipo hapo? Sina afande. Iko shilingi ngapi? Sina hata 100, kazi ndogo. Sasa kwa nini mnakuwa mnasumbua watoto wadogo kama hao? Sasa sikiliza. Chukua mwanao, ondoka hapa. Na endapo nikukamata tena, ni moja kwa moja mahakamani. Toka hapa. Asante Mungu. Kwa kuzala hapo kuna raha yake.